Ni Jumatano nyingine kuntu na sasa ni wakati wa kipindi cha Ulingo wa Spoti. Karibu kwa matokeo na matukio ya spoti kutoka nyuga mbalimbali. Mie kama kawaida naita mwanaspoti Brian Mose na studio ninakwenda sambamba na mwanaspoti mwenza huyu ni George Kayesi. Asante sana ndugu Brian Mose, tuko hapa kwa pamoja ili kuweza kulisukuma gurudumu la Ulingo wa Spoti. Leo ni siku ambao tunasubiria sana michuano ya nusu finali ya dimba la AFCON. Vile kuna mechi kubwa mwendo wa saa 4 hapo saa 5 kati ya Chelsea na Arsenal. Kwa hivyo ni siku kubwa sana kwa wapenzi wa soka. Kiukweli yametokea ambayo yameishatokea ni mengi tu, na sasa mtazamaji wangu kwa kutulia tufungue na hii, na ni kwamba ligi ya FKF kwa chipukizi imetamatika hapa Nairobi na washindi mbalimbali wameishatuzwa. Mwanaspoti mwenza George Kayesi na mengi zaidi. Vipaji chipukizi vimeendelea kung'ara katika mashindano ya soka ya makundi ya umri tofauti yaliyoandaliwa katika uga wa Austin Odhiambo Sport Complex mtaa Badogo jijini Nairobi. Katika kitengo cha wachezaji chini ya umri wa miaka 13 kwa vulana, akademia ya Icon kutoka Kasarani ilitamba baada ya kuishinda Heroes ya Karobangi mabao 3 kwa nunge. Upande wa kinadada katika umri huo ni kwamba St. Anse ya Makadara ilipata ushindi mwembamba wa bao 1 kwa mbao ufe dhidi ya Kafua ya Karobangi. This formed part of the pilot that was being done, and we are going to roll out a number of centers going forward so that we reach as many as possible youthful and young players across the country. We are also working on how we can partner with schools, that is JSS and primary, so that federation can support them in technical development. Kwa wachezaji chini ya umri wa miaka 15 kwa kinadada, michezo halisi ya Makadara ilizamisha Babadogo Tia ya Roraka kwa ushindi wa bao 1 kwa nunge. Na katika finali ya wavulana chini ya umri wa miaka 15, Rodney Strikers ya Roraka walinyakua ubingwa baada ya kuishinda Vision Stars ya Mukuru kwa matuta ya penalti 6-5. Hii ni baada ya mechi hiyo kutamatika sare ya kutofungana ndani ya muda wa kawaida. FKF Youth League itatusaidia sana, ama kama sisi national team coaches inatusaidia sana ku scout for players. Most of the players wanapatikana kwa grassroots. Naona most of the best players, even the team yenye ilienda World Cup, tuliwatoa kwa grassroots. So if easy programs youth leagues kama zinaweza kuwa replicated kwa all counties, inamaanisha tutakuwa na a huge pool of players na itakuwa rahisi sana ku scout for players. So kama inaweza kuwa replicated whatever is being done here kwa the other counties, inamaanisha tutakuwa na the best players in the country. From the under 13 category kuna couple of players wenye as coaches tunafaa kufollow up. Maybe in a year or two wanaweza kuwa ready for under 17. So kwa wale players wenye tumescout na keep in touch na coaches wao together with the youth leagues ama youth competition department, kuweza kuwa follow up that wana compete kwa hizo leagues na also wana train the right way so that in a year or two wanaweza kuwa ready for under 17. For under 15 yenye iko currently inaendelea hapo, of course kuna ready made players wale wenye tunaendelea kuangalia. Kwa wale wenye wataweza make the cut tunaweza scout na wakuje for trials, and then from there tuone what will happen. So awaiting pia kuna under 17 which ni key area kwa wale wenye already wanaweza ingia kwa team. So hopefully there is pata 1 or 2 from this side. Kwa majina ni Steve Balak, nachezea Rodney Strikers. Tuna imekuwa poa. Tulianza last weekend tuka proceed from the knockouts na leo tumecheza final na Mungu ametusaidia tukawia. Kwa kitengo cha wachezaji chini ya umri wa miaka 17 kwa kinadada, Mukuru Sports ya Mukuru ilitawala kwa kuwashinda Karobangi Sharks kwa matuta penalti 5-4. Nayo kwa vulana chini ya umri wa miaka 17, Rodney Strikers ya Roraka ilihitimisha mashindano kwa kishindo baada ya kupepeta Tikitaka ya Kayole mabao 3 kwa nunge katika finali. Kwa majina ni Steve Balak, nachezea Rodney Strikers. Tuna imekuwa poa. Tulianza last weekend tuka proceed from the knockouts na leo tumecheza final na Mungu ametusaidia tukawia. Objective tunafanya kama FKF ni
tujaribu tulete under 13, under 15, under 17. Hiyo tournament ya TDS inaitwa TDS tournament, na hiyo ni kuna cha players au wadogo, na hii ni platform ile tunajaribu tuwatoe kila area ya mtaa. So tunataka wote wale wako kwa mtaa hiyo age, at least kuna mahali wana meet, wanacheza ball. Na kitu pia mzuri, tuko na all coaches hapa wakati every categories. Tuko na coach wa under 20 women, tuko na coach wa under 17 women, tuko na pia coach wa men, wote wa youth wako hapa wanajaribu pia kuscout. Sasa inatupatia pia platform ya kuscout players, kwa sababu hiyo category kuscout si rahisi. Mashindano hayo yaliweza kudhibitisha kuwa vipaji chipukizi vinazidi kukua na kung'ara, na ni ishara njema kwa mustakabali wa soka la Kenya. Na sasa